Wapendwa, leo nataka tuzungumzie moja kati ya nyimbo nzuri sana ambazo zinafanya vizuri kwa sasa hivi katika tasnia yetu hii ya nyimbo za gospel. Wimbo wa dhahabu wa Neema Gospel Choir kutoka katika kanisa la AIC Chang'ombe hapa jijini Dar es Salaam waliweza kuachia wimbo huo takriban wiki kadhaa zilizopita, na ni mmoja wa wimbo ambao uko tofauti sana na nyimbo zingine zote ambazo waliweza kuziachia, na utofauti wake upo katika vipengele mbalimbali, lakini kubwa sana ni namna ya wimbo ulivyo na jinsi ambavyo umetungwa kwa utaalamu wa hali ya juu sana. Hutanielewa, lakini fuatana na mimi katika video hii nikizungumzia utofauti huo uko sehemu gani. Hapo ni gospel recap, twende sawa. Imezoeleka kwamba katika uimbaji na aina ya muziki wa Neema Gospel Choir, nyimbo zao huwa zinategemea sana masololisti, yaani namaanisha wale watu ambao wanaimbisha. Wale masololisti wamekuwa mchango mkubwa sana katika uimbaji wa Neema Gospel Choir, na sio ajabu kuweza kuona katika wimbo mmoja kuna masololisti zaidi ya 3. Na obviously ni kitu kizuri na inasaidia sana wale backup kuimba peke yao kavukavu bila mtu wa kuchagiza na kusapoti, inakuaga ni ngumu kidogo na ndio maana masololisti wengi huwa kwenye kwaya ni watu muhimu mpaka inafikia hatua wanaanza kujiinua. Speaking of that, tofauti kati ya nyimbo zingine zote za Neema Gospel Choir na nyimbo ya dhahabu ni hii: toka mwanzo wa wimbo mpaka mwisho hakuna sololisti hata mmoja aliyeimba wala kuimbisha wimbo huo. Imekuwa ladha ya tofauti sana, na sivyo ambavyo watu wengi wamezoea kuiona Neema Gospel katika mwondoko huo. Of course hata namna jinsi walivyoimba ule wimbo ukisikiliza haraka haraka huwezi kujua kwamba hawa ni Neema Gospel wale ambao wewe unawafahamu. Kuna utaalamu mwingi sana umetumika hasa kwenye upande wa vocaling, lakini pia na namna ya miisho ambavyo wanamalizia vizuri kitaalamu. Mimi upande wangu nimeweza kuona utaalamu wa hali ya juu sana katika wimbo huo. Ukiachilia mbali ujumbe, lakini namna ambavyo mwalimu ameiseti hiyo nyimbo na kuarrange muziki ile vizuri, kuna utaalamu ambao sio kitu cha kuzoeleka sana kwenye Neema Gospel Choir. Simaanishi kwamba sio wataalamu, lakini kuna utaalamu fulani ambao umeongezwa zaidi kwenye nyimbo ya dhahabu. Mwanzo mpaka mwisho wameimba waitikiaji tu, tangu mziki unaanza mpaka outro ya mwisho ni waitikiaji tu wameimba. Hakuna cha sololisti, hakuna cha mwimbishaji wala anaye lead, hakuna. Unaona bwana? Sasa unaweza kuona kwa haraka ni jambo la kawaida, lakini hilo sio jambo la kawaida. Jaribu kuangalia tena wimbo huu mara 2 hata mara 3. Tembelea pale kwenye platforms za Neema Gospel, hasa pale YouTube, utaweza kuiona video hiyo ilivyo na namna ambavyo wimbo umeimbwa kitaalamu sana. Nimeona kuna baadhi ya mianguko Neema Gospel wamefanya the best, na hii inatokana na ushindani mkubwa ambao uko kwa sasa kwenye soko la gospel, hasa kwenye upande wa live. Ikumbukwe kwamba sasa hivi muziki ya live Tanzania inaenda kwa viwango vya hali ya juu sana. Utaalamu ule uliotumika kwenye nyimbo ya dhahabu una uwezo wa kufananisha pamoja na kwaya zingine kubwa za nje. Kwa hiyo Neema Gospel waweza kufanya kitu kikubwa sana ambacho mimi upande wangu mchambuzi wa kwaya hizi zetu za Tanzania nimeweza kuona utaalamu uliotumika ni mkubwa. Muziki umepigwa, wakina Quillian na wakina Kefa wamepiga muziki wa kawaida tu ambao hauna mambo mengi, lakini ni professional music tunasema. Ni ile muziki ya wazungu ambayo haina njonjo nyingi, hakuna mikunjo, ila ni muziki fulani ambao umenyoka, lakini una lugha nzuri, na lugha iliyotumika kwenye ule muziki ni lugha ya kitaalamu sana, kwa sababu wameweza kuanisha muziki pamoja na waimbaji. Mianguko ya waimbaji pamoja na mianguko ya muziki vimeoana perfectly.
Panapokuwa na mazuri acha tuseme mazuri, lakini pia panapokuwa na mabaya tutashauriana. Umeona bwana? Ukiachana na muziki, ujumbe wa ule wimbo Dhahabu, anasema akiahidi, akisema atatimiza, wewe muamini tu. Sawa, ni kama vile dhahabu ambavyo inapita katika moto ndivyo inavyozidi kufanyaje? Kung'ara. Kwa ujumbe wa wimbo pamoja na miziki ilivyopigwa imeunganisha na kukamilisha maana halisi ya wimbo wa Dhahabu. Vitu vingi vimezungumzika katika wimbo huo, lakini ujumbe mkuu ni kwamba unapopita katika majaribu mengi, hata yawe makubwa kiasi gani, Mungu amesema atakuokoa, wewe muamini, lakini pia atatimiza kwa kile ambacho aliahidi. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kumwamini. Haijalishi unapitia katika mambo gani, mazito kiasi gani, anasema ni kama dhahabu ambavyo inapita kwenye moto. Ikipita kwenye moto ndivyo inavyozidi kung'ara. Unaona bwana? Kwa hiyo ujumbe pamoja na miziki pamoja na arrangement pamoja na sare ile walioivaa, of course vimeweza kukamilisha injili ambayo ipo kwenye sahani iliyo perfect and well. Mimi upande wangu nimeona Neema Gospel kwenye wimbo wa Dhahabu wamekuja kwa namna nyingine sana, na ni alert kwa kwaya zingine kuangalia kwamba okay, mziki sasa hivi wa gospel uko wapi na unaenda wapi na levels ni zipi mpaka sasa hivi. Tafadhali wewe mwimbaji, wewe mwalimu, wewe arranger wa kwaya, jaribu kutizama mziki sasa hivi unakwenda wapi. Ushindani umekuwa mkubwa sana, live recordings zimekuwa ni nyingi sana nchini Tanzania, na of course mwaka huu 2026 ratiba zinaonyesha kwaya nyingi zitafanya live recordings mwaka huu. Kwa hiyo tujaribu kuukuza mziki wetu wa gospel, tujaribu kuhakikisha kwamba unafika mbali, unaenda mpaka nje kimataifa, tuweze kuona ni namna gani na sisi tunatoka kwenye level hii tuliopo na tunaenda kwenye levels. Tunachotakiwa kufanya ni keep up. Lakini all in all, big up kubwa sana kwa Neema Gospel Choir. Ukitaka kuicheki video hii kwa utulivu, nenda pale YouTube, andika Neema Gospel Choir, utakutana na wimbo wa Dhahabu 2 weeks ago. Sasa hivi nimeona pale una views wa kutosha. Hebu nenda pale na wewe kasubscribe kama bado, lakini kama huja like, hebu like. Wakati huo huo na mimi najipenyeza hapo hapo, usisahau kusubscribe Tembo Media, na hii hapa ni Gospel Recap kutoka hapa Tembo Media. Wapendwa, enjoy your time.